Kaka msaidizi. Safi. Karibu. Karibu kae. Karibu kae. Karibu kae. Nishakaribia na nishakaa. Yaani nimetembea huko bondeni, milima na mabonde, nimepanda na kushuka. Lakini hatimaye kukuta. Kakangu, mimi niko na shida na kiwanja. Haya. Amekuelekeza nani huko? Kanielekeza dada mmoja hivi, lakini yani kakosea, nimepanda na kushuka, mwisho wa siku nikamkuta mkaka hapo. Ndo kanielekeza na hatimaye mimi jina langu limekuwa brand, jina limetoka sana. Mimi nafanya kazi kiweledi. Kweli kabisa. Yaani mimi mambo tapili wizi kama dalali mwingine mimi sinaga kabisa. Na ndio maana nimekuwa najulikana kabisa. Alafu na hisi sehemu hii moja itakuwa dalali uko wewe peke yako. Sio tupo wengi, lakini mimi najulikana sana kwa sababu mimi nafanya vitu kiweledi kabisa. Mama leta maneno yako. Sina shida na nyumba, sina shida na gari, mimi na shida na kiwanja. Aya. Umefika. Kwanza mama, hivyo haviitwi viwanja. Hivyo vinaitwa viuanja. 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 Sasa, ukisha kujenga jumba lako pale la vyumba 6 7, ukao unachukua kodi. Kwa kila mpangaji anakupa shilingi 50 vyumba 6 7. Hivi mama unafikiri utakuwa una njaa tena? Ila kama kweli yani viuanja. Viuanja sio viwanja. Watu wanakosea sana kwa kuongea. Ila kweli. Lakini basi ndio hivyo, mimi na shida na hivyo viuanja. Mama una akili. Mama una akili sana. Wamama wengi wa mjini wakishakufika hapa mjini wanakaa wanazingatia mambo mengine ya kijikajika tu ya kipumbavu tu. Mwisho wa siku mtu anazeeka hata kwa kuweka ubavu hauna. Mama una akili sana, umejiongeza. Mungu kakuokoa. Sema asante Mungu, usinishukuru mimi. Asante Mungu na kushukuru kwa kupata hiyo viuanja. Sasa viuanja hapa mimi ninavyo. Sijui tumeelewana? Nakuelewa na viuanja hapa juu vipo. Vipo vya milioni 7. Mpaka milioni 4 unapata. Uwezo wako. Na viuanja huko bondeni vya 700,000. Ukiongea vizuri mpaka 500,000 unapata. Mimi sitaki kwa bondeni, mimi sio chura. Ushanielewa? Watu wanakaa, watu wanaishi wako vizuri. Wao wanaishi. Mimi sio chura kwenda kuniweka sije kama bondeni ndio zama na maji. Nataka viwanja hivyo ulivyosema viko tambalale. Unaka uwezo. Sasa vya tambalale kule vipo. Sasa ngoja tufanye maarifa. Sasa kwa hiyo nikupeleke ukaone au tufanyaje? Nikaone nipeleke nikanunue. Ukanunue? Ngoja basi nipigie mwenye maeneo ili twende tukaone. Service charge tunayo? Service charge. Service charge. Inakuwa 20,000 tu, ngoja kwanza. Halo? Dalali Kapungu hapa. Bwana kuna mteja hapa kaja hapa anatokea mjini huko. Nilikuwa nataka nimpeleke site. Sio kule bondeni kasema hataki, anataka huku juu. Kwa vizuri kidogo. Sasa. Sasa. Umesikia? Sikiza vizuri sasa. Mimi nakusikia. Mwana ameshakuwa mzee, umri umeenda, basi naona kama mimi simsikii. Nakusikia vizuri unapoongea. Au kiziwi. Nakusikia. Sasa cha kufanya nampeleka kule basi huko juu, sawa? Kule juu kule huyo mganga wako, sijui mganga Makata, sijui wanakufa watu sana kule. Watu wa ovyo. Nampeleka kule sasa. Nitamwangalia. Akiwa anataka kulipa, nitakupigia simu ili uje kwa ajili ya malipo. Sawa? Masikio mazito. Unajua mtu kisha kwa mtu mzima tena inakuwa mtu kujielewe. Mama, tufanye sasa. Dalali uliokuwa na kuheshimu. Kwa hiyo umeona wewe viwanja vyote vya kunipa mimi hakuna. Mara unipeleke bondeni unapokaa chua. Sasa hivi unanipeleka huko wanakokufa watu kwa waganga. Umesikia mimi chawi? Umesikia mimi mwanga? Au umesikia mimi nitakwenda kufa? Mmoja nisikia vizuri, umesikia hapo sio na matatizo gani? Kule zamani, enzi za mababu na mababu ndio walikuwaga kule wanakufaga sana watu. Sasa hivi kuna mji, kuna nyumba chungu nzima. Sio kama ile. Viwanja hauna. Mbona viwanja unaniambia mara kaka bondeni, mara sio karibu kuna wachoro huko nakufaga sana. Mimi sitaki kufa, nataka kuishi. Kwa taarifa yako hivyo viwanja wauzi wao wale. Mbona kwa woga hivi na maana mimi nisikia vizuri nimesema shakosa hela.
Ilikuwaje mimi nikasema kuna watu wanakufa kufa, nishakosa hela hivi hivi.